الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن كل سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي جاء بالكتاب كالشمس فيه ضحاها وبسنة كالقمر إذا تلاها، من تمسك بهما عاش في نور النهار إذا جلاها، ومن أعرض عنهما ضل في ظلمات الليل إذا يغشاها. أما بعد، فيا أيها المسلمون، قال الله تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أولا أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى عز وجل وطاعته، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Ama ndugu zangu watukufu wa Kiislamu, baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia ziada ya rehema Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, awali ya yote ni kuwahusia pamoja na kuihusia nafsi yangu katika swala zima la kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, yaani kupata maamrisho ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kuacha makatazo yake. Ama ndugu zangu watukufu wa Kiislamu, hotuba yetu ya leo itakuwa imebeba maudhui mawili ambayo yanaenda sambamba. Jambo la kwanza ni wepesi katika kuendea ibada za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na jambo la pili tukizingatia masiku ambayo tuko nayo. Ama ndugu zangu watukufu wa Kiislamu, tuko katika masiku 10 ya mwezi wa Dhulhijja. Yaani tumo ndani ya masiku 10 ya mwezi wa Dhulhijja. Ila wapo miongoni mwetu ambao hawafahamu kama tuko katika masiku 10 ya mwezi wa Dhulhijja. Na kama Muislamu inapasa utambue siku hizi ambazo ni muhimu katika maisha ya Muislamu. Mwenyezi Mungu akitaja miezi jinsi inavyotakiwa kuwa katika maisha ya mwanadamu, anasema inna iddatash shuhuri inda Allah 12 shahran fi kitabillah. Idadi ya miezi mbele ya Mwenyezi Mungu ni miezi 12. Lakini katika miezi hiyo Mwenyezi Mungu anasema minha arba'atun hurum. Iko miezi minne ambayo ni mitukufu mbele ya Mwenyezi Mungu katika miezi hiyo 12. Mmoja wa miezi hiyo mitukufu ni mwezi huu wa Dhulhijja. Kwa hiyo inampasa kila Muislamu atambue miezi hii mitukufu mbele ya Mwenyezi Mungu. Atambue tu katika mwezi wa Dhulhijja ambao ni mwezi mtukufu mbele ya Mwenyezi Mungu. Lakini atambue katika mwezi wa Dhulhijja kuna masiku 10 ambayo Mwenyezi Mungu ameyaapia. Mwenyezi Mungu anasema wal fajr wa layali al-ashr. Anaapia kwa alfajiri na masiku 10 yanayopatikana katika mwezi wa Dhulhijja. Huu ndio inabidi uwe mfumo wa maisha ya Muislamu. Kwanza kutambua ile miezi ya Kiislamu, kutambua miezi mitukufu, lakini kutambua siku ambazo ni muhimu katika maisha ya Muislamu. Na Mwenyezi Mungu anasema katika sura al-Hajj, dhalika wa man yu'azzim sha'air Allah. Kuongelea siku hizi 10. Anasema yule ambaye anaziadhimisha siku hizi fa huwa khairul lahu inda rabbih, basi inakuwa ni bora sana kwake mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Changamoto ya kwanza ambayo tunayo Waislamu siku ya leo hizi zama zetu ni kwamba hatuna wepesi katika kuyaendea maamrisho ya Mwenyezi Mungu.
katika kuendea ibada za Mwenyezi Mungu. Imekuwa ukimwambia Muislamu kwamba tuko katika siku tukufu, siku 10 muhimu katika maisha ya Muislamu, kwa sababu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amesema hivyo, basi mtu anakuuliza ni faida gani mimi ninaipata katika siku hizi 10? Swali la kujiuliza, je, hivi ndivyo maswahaba walivyokuwa? Mwenyezi Mungu anasema Muislamu wa kweli na muumini wa kweli ni yule ambaye akishaambiwa kwamba tuko katika mwezi mtukufu na tuko katika siku 10 ambazo ni muhimu, basi hawi tena mtu wa kuuliza kuna faida gani, au nikiacha hii ni sunna, hii ni faradhi, basi anajichukulia mambo yale kwa uzito unaotakiwa. Mwenyezi Mungu anasema inma kana qawla almu'minin, haili kauli ya muumini idha du'u ila Allahi wa rasuli, bali anapoitiwa katika mambo ya Mwenyezi Mungu na mtume wake, ay yaqulu sami'na, isipokuwa aseme kwamba sami'na wa ata'na, nimesikia na nimetii. Wa ulaika humul muflihun, watu wenye tabia kama hizi Mwenyezi Mungu anasema hawa ndio waliofaulu, sio wale ambao wanauliza. Nilikuwa naangalia juzi program, mtu anamuuliza Sheikh wa Mwajibini kwamba kuna faida gani hasa mimi nikiadhimisha hizi siku 10 kwa kufanya matendo ya khairati, au napata hasara gani hasa nikiziacha siku hizi? Mwenyezi Mungu anasema huu sio katika utaratibu wa muumini wa kweli. Katika sura Al-Anfal Mwenyezi Mungu akielezea sifa za muumini, daraja ambayo ni juu ya daraja ya Muislamu, anasema innamal mu'minuna alladhina, hakika waumini ni wale ambao wana sifa gani? Innamal mu'minuna alladhina idha dhukira Allahu wajilat qulubuhum, jambo la kwanza wakitajiwa tu Mwenyezi Mungu basi nyoyo zao zinaingia hofu. Lakini wa idha tuliyat alayhim ayatuhu zadatuhum imana, wanapotajiwa na aya zetu basi imani yao ndio inazidi. Kwa hiyo Muislamu unaambiwa tuko katika masiku ambayo ni muhimu kwa Muislamu. Kwa nini? Kwa sababu Mwenyezi Mungu amesema. Unabidi ukumbuke Mwenyezi Mungu anasema innamal mu'minuna alladhina idha dhukira Allah, akitaja Mwenyezi Mungu basi wajilat qulubuhum, jambo la kwanza inaingia hofu katika nyoyo yao kwamba hili ni jambo la Mwenyezi Mungu. Lakini unatajiwa na aya, unaambia Mwenyezi Mungu ameapia katika siku hizi, wala yali na ashr, ameapia kwa masiku 10. Ukitajiwa aya za Mwenyezi Mungu inabidi uweje? Mwenyezi Mungu anasema wa idha tuliyat alayhim ayatuhu, na pale wanapotajiwa aya zetu zadatuhum imani. Inachotakiwa itokee kama wewe ni muumini wa kweli, zadatuhum imani, ni kuzidi imani, kujitahidi kufanya mambo ambayo yatakuzidisha imani. Wa ala rabbihim yatawakkalun, na hii ndio sifa ya kwanza ambayo Mwenyezi Mungu ameelezea katika sifa za waumini. Mwishoni Mwenyezi Mungu akasema ulaika humul mu'minuna haqqan, wenye sifa kama hizo, wenye sifa kama hizo ndio muumini wa kweli, ndio anakuwa waumini wa kweli. Ulaika humul mu'minuna haqqan. Kwa sababu Uislamu tujitahidi tukiambiwa kwamba kuna siku muhimu, kuna miezi muhimu, tusiwe ni wenye watu wa kutafuta kwani nikiacha hii ni sunna, hii ina ulazima gani? Madhali Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amesema na Mtume sallallahu alayhi wasallam amefanya, basi kauli yako wewe kama muumini inabidi iwe nimesikia na nimetii, na kujaribu kadri unavyoweza kupata yale yanayotakiwa katika siku hizo. Watukufu wa Kiislamu, katika siku hizi 10 za mwezi wa Dhulhijja inapatikana siku muhimu sana katika maisha ya Muislamu, na siku yenyewe ni siku ya Arafa. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu anasimulia kisa ambacho alikuja Yahudi mbele yake, na Yahudi huyu akamwambia Umar bin Khattab, nyinyi Waislamu mna siku moja ambayo siku hiyo ingekuwa imeshushwa kwetu sisi Mayahudi, basi siku hiyo tungeifanya kuwa ni siku ya Idi, yaani ingekuwa ni siku yetu ya kusherehekea kwa namna ambavyo wewe wenyewe umejikadiria. Yaani siku hii ingekuwa wameteremshiwa Mayahudi, basi wangeiadhimisha kwa kusherehekea na kwa kumshukuru Mola wao kwa kupewa siku hii. Omar akamuuliza, ni siku gani? Ni aya gani hiyo ambayo imeteremka ambayo nyinyi mnaiona kwetu sisi ni aya ambayo inapaswa kusherehekea? Basi Yahudi yule akamwambia Omar, ni aya inayopatikana katika sura Al-Maida, pale Mwenyezi Mungu aliposema al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati
ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Siku ya leo nimekukamilishieni dini yenu. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati, na nimetimiza neema zangu mimi kwa nyinyi. Lakini pia wa raditu lakum al-islam dina, na nimeridhia Uislamu ndio uwe dini yenu. Yahudi huyu anamwambia Umar bin Khattab, tungekuwa sisi tumeteremshiwa aya hii siku hii ingekuwa ni siku ya hii. Umar bin Khattab akamwambia, basi mimi ninaifahamu vizuri aya hii imeteremka mahali gani na siku gani. Na akamwambia aya hii imeteremshwa kwa mtume katika siku ya Arafa, siku inayopatikana katika masiku haya 10 ya mwezi Dhulhijja. Ndiyo aya hii ambayo Mwenyezi Mungu anasema amekamilisha dini yetu inapatikana. Kuna maangalizo kadhaa ya sisi kama Waislamu kutazama hapa. Jambo la kwanza, Mwenyezi Mungu akiwaongelea Mayahudi katika Qur'an anasema ni watu ambao hawafurahii mila zetu, wala mtamdha anka al-yahudu wala an-nasara, hawafurahii hawaridhii Mayahudi na Nasara hata tattabi'a millatahum, mpaka nyinyi ndio mfuate mila zao, muingie kwenye masuala ya kamali, muingie kwenye masuala ya riba na pombe. Hizo ndio mila za Mayahudi na Nasara. Huwa hawafurahii mila za Uislamu na hawaridhii Waislamu wapate mila yao, mpaka wao wanapata mila ambazo zinafanana na wao. Lakini Yahudi huyu anamwambia tungepewa sisi aya hii tungeisherekea. Hapa kuna jambo kubwa la kuuliza. Mpaka Yahudi huyu anatambua umuhimu wa siku ya Arafa. Inakuwaje Muislamu unaichukulia siku kama hii inayopatikana katika miezi kama hii kwa uzito ambao haustahili? Lakini jambo la pili, aya hii ambayo inateremshwa kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam katika siku kama hii, siku ya Arafa, siku ambayo iko mbele yetu, siku ya mwezi 9 ya mwezi wa Dhulhijja. Mwenyezi Mungu anateremsha aya katika siku kama hiyo ya Arafa, anasema al-yawma akmaltu lakum dinakum, siku ya leo nimewakamilishieni dini yenu. Yaani utaratibu mzima wa maisha ya mwanadamu na Muislamu basi umekamilishwa kwa siku ile ambapo Mwenyezi Mungu ameteremsha aya hii. Na akasema kwamba ametutimizia neema ya kuwa ni Waislamu. Ibn Kathir anasema hapa ni fadhila kubwa sana ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amempa Muislamu, kwa sababu Muislamu hatahitaji dini nyingine yoyote, yaani hatahitaji utaratibu mwingine wowote wa maisha usiokuwa ule ambao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amempa. Utaratibu ambao ndio huu una masiku 10 ambayo ni muhimu kwa maisha ya mwanadamu. Utaratibu ambao ndio inapatikana siku ya Arafa, na siku hizi 10 ambazo Muislamu inabidi ujipinde katika kufanya ibada za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tunaomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atujalie tuwe ni wepesi kwenye kuendea mambo ya khairati, hususan katika hizi siku 10 na katika siku ya Arafa ambayo iko mbele yetu inshallah. والله تبارك وتعالى يقول وبقوله يهتدي المهتدون، فإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. فقال عز من قائل عليم، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم ورفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وهو البر الكريم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. ثم الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى عز وجل وطاعته. أما نزال وتكون الإسلام بعد يكون شهور من اسمه سبحانه وتعالى نكم تكيه رحمة Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, niwahusia tena pamoja na kuihusia nafsi yangu katika swala zima la kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, yani kufuata maamrisho yake na kuacha yale ambayo amekataza. Ndugu zangu watukufu wa Kiislamu, katika hotuba yetu ya mwanzo tulitizama ni kwa nini sisi kama Waislamu
inatupasa kuwa wepesi katika kuyaendea maamrisho ya Mwenyezi Mungu, katika kuyaendea mambo ambayo Mwenyezi Mungu na mtume wake sallallahu alaihi wasallam wametuambia tuyaendee. Na tukasema Mwenyezi Mungu anasema haiwi kauli ya muumini, inma kana qawla almu'minina idha du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Aseme nimesikia na nimetii, na hawa ndio waliofaulu. Mwenyezi Mungu anasema waman yuti'i Allaha wa rasulahu, yule anayemtii Mwenyezi Mungu na mtume wake, yani akapata vile ambavyo Mwenyezi Mungu na mtume wake wanataka yeye afanye, wa yakhsha Allah, lakini akamwogopa Mwenyezi Mungu, wa yattaqi, na akamcha Mwenyezi Mungu, fa ulaika humul faizun. Mtu wa aina hii ndio mtu ambaye anaitwa kama amefaulu. Lakini kwa uzito wetu sisi Waislamu, bado Mtume sallallahu alaihi wasallam akafanya jitihada kubwa ya kutuambia ni faida gani tunapata katika masuala mbalimbali ambayo tumeambiwa tuende. Mtume sallallahu alaihi wasallam, tunasimuliwa katika hadithi ya Abu Qatada radhiallahu anhu, Mtume aliulizwa juu ya siku ya Arafa, juu ya funga ya siku ya Arafa, siku ambayo iko mbele yetu. Mtume akasema siku hii, ufungaji wa siku hii, basi unamfanya mtu asamehewe madhambi yake yaliyopita na madhambi yake ambayo yanakuja kwa mwaka mzima, madhambi ya mwaka uliopita na madhambi ya mwaka unaofuata. Haya ni maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ile tu Mtume kutuambia kwamba kufunga Arafa kuna umuhimu, sisi kama Waislamu inabidi tuwe tayari katika kuyakimbilia masuala kama haya. Lakini Mtume anaenda mbali zaidi, anatueleza kwamba ni kwa faida yetu sisi wenyewe, kwani kufunga Arafa, kufunga katika siku ya Arafa, kuna kufanya wewe mwenyewe usamehewe madhambi yako ya mwaka uliopita na mwaka ambao unakuja. Na isitoshe, baada ya kuwa Mtume amefanya na baada ya kuwa tumeambiwa faida ya siku kama hii, bado kuna watu wanaendea siku kama hii kwa uzito, anafunga kwa taabu. Hii ilikuwa ni nafasi ya sisi kama Waislamu kuchangamkia siku kama hii, kuiendea kwa ari siku kama hii ambayo mpaka Yahudi aliona ni siku ambayo ingefaa kusherehekewa. Inapasa siku kama hii wewe kama Muislamu sio tu kuiendea kwa ari, bali kwa kufanya ibada na kila jambo ambalo linafaa kwa kadri ya uwezo wako. Kwa sababu kwanza Mtume sallallahu alaihi wasallam na yeye amesema tufanye, lakini pia akatuambia na faida zinazopatikana katika siku kama hii. Lakini pia nigusie siku ambayo inafaa. Mtume sallallahu alaihi wasallam tunaambiwa katika hadithi sahihi, alichinja wanyama wawili tena kwa mkono wake, na wakati huo akichinja alikuwa akimtaja Mwenyezi Mungu akiwa anasema bismillah, Allahu akbar. Kwa hiyo kwa yule Muislamu ambaye ana uwezo, hili ni jambo ambalo limepewa uzito sana mbele ya Mwenyezi Mungu, ufanye kuchinja mnyama kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu mwenyewe anasema wala hapati faida yoyote kutokana na nyama au ya damu ya huyo mnyama, la yanala Allah luhumha wala dimauha, hazimfikii Mwenyezi Mungu nyama za wanyama hawa wala damu za wanyama hawa. Mwenyezi Mungu anachokiangalia walakin yanalu taqwa minkum, kinachomfikia Mwenyezi Mungu si kingine bali ni ile takwa, ucha Mungu ambao uko miongoni mwenu, ndio kinachomfikia Mwenyezi Mungu. Na ndio maana tunasema ukiambiwa tu Mwenyezi Mungu amesema kwamba kwa mwenye uwezo na Mtume amesema mwenye uwezo achinje, haifai tena kuanza kuuliza unapata faida gani. Jambo ya kuwa Mwenyezi Mungu amesema, Mtume wake amesema ni bora kwa Muislamu kuchinja, basi yeye anajua zaidi ubora kuliko sisi ambao tunafahamu. Na Mwenyezi Mungu mwenyewe anasema kinachomfikia si kingine, sio damu wala sio ile nyama. Utakula sana wewe mwenyewe na utaapa majirani zako kama inavyoelekezwa kwa Uislamu, fakulu minha wa at'imu al-ba'isa al-faqir, basi kuleni miongoni mwa hiyo, lakini pia mwalishe mafakiri na maskini. Hizi hazimfikii Mwenyezi Mungu. Kinachomfikia ile takwa ambayo wewe umesikia amri ya Mwenyezi Mungu, umeona jinsi Mtume sallallahu alaihi wasallam alivyokuwa anafanya, na wewe ukasema mimi basi kama Muislamu kiigizo changu mimi ni Mtume sallallahu alaihi wasallam, basi na mimi kama nimeruzukiwa na Mwenyezi Mungu, badala ya kuchukua hela zangu na kuweka katika masuala mengine, basi hili ndiyo jambo ambalo mimi kama Muislamu nitaweka mali yangu katika jambo hili, kutimiza amri ya Mwenyezi Mungu, lakini kufuata vile ambavyo Mtume sallallahu alaihi wasallam
amekuwa akifanya. Watukufu wa Kiislamu, kwa kumalizia, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema katika surati Al-Maida, akiwa anatupa ushauri sisi Waislamu, anasema ya ayyuhalladhina amanu, enyi mlioamini, ittaqullaha wabtaghu ilayhi alwasila, yani mcheni Mwenyezi Mungu, ndio jambo la kwanza, lakini wabtaghu ilayhi alwasila, lakini kila muda mwe mnatafuta jambo ambalo litawakaribisha zaidi kwa Mwenyezi Mungu. Haya ndio inabidi yawe malengo ya Muislamu, kwamba mimi najiwekea nitakuwa nafanya ibada hii, au mimi nitakuwa najibidisha kwenye siku hizi 10 tu, iwe ni sababu ya mimi kujikaribisha kwa Mwenyezi Mungu. Na Mwenyezi Mungu akasema ittaqullah, mcheni Mwenyezi Mungu, wabtaghu ilayhi alwasila, lakini pia mtafute mambo yatakayowakaribisha kwa Mwenyezi Mungu, wajahidu fi sabili, na mjitahidi kupigania katika dini yake, la'allakum tuflihun, ili mpate kufanikiwa. Swali la kujiuliza wewe kama Muislamu, ni mambo gani unayofanya kwa siri au kwa dhahiri ambayo ukienda mbele ya Mwenyezi Mungu utasema mambo haya nilikuwa nikiyafanya, lengo na madhumuni ni kujikaribisha kwa wewe Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu amekwambia wabtaghu ilayhi alwasila, tafuta jambo la kukaribisha wewe kwa Mwenyezi Mungu. Utafute mwenyewe jambo ambalo litakufanya uwe karibu na Mwenyezi Mungu. Mambo kama haya ambayo yanatokea katika siku hizi 10 za mwezi wa Dhulhijja. Na Mwenyezi Mungu akaongelea katika surati Al-Isra, akasema wale ambao mara nyingine watu wanajaribu kuwa karibu nao. Kuna watu wanadhani kwenda karibu na mtu ambaye anafanya mambo ya kheri au mambo mengine. Hilo sio jambo ambalo linamsaidia Muislamu. Ni wewe mwenyewe kuwa karibu, kutafuta jambo linalokukaribisha na Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu anasema hao ambao wanawakaribia, wanawaomba, hao wenyewe wanatafuta jambo la kuwakaribisha na Mwenyezi Mungu. Unakuta mtu anajitahidi kuwa karibu na mambo au na watu, lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam alimwambia binti yake Fatima kwamba mimi sitakufaa wewe chochote mbele ya Mwenyezi Mungu, bali ni ibada yako wewe mwenyewe itakufaa mbele ya Mwenyezi Mungu. Na huu ndio inabidi uwe utaratibu wa Muislamu. Yeye mwenyewe anajibidiisha, akihitajiwa kwamba kuna mambo ya kheri yanapatikana katika masiku kadhaa, basi anachukua kama ni fursa yake yeye kujikaribisha na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na si lazima mpaka aambiwe faida, mpaka aambiwe wala lazima utoe sadaka, lazima utoe hili, ili mradi Mwenyezi Mungu anasema wa anfiqu. Inabidi kauli ya Muislamu hiyo sami'na wa ata'na, tumesikia jambo hili na tunalitii jambo hili, na iwe sababu ya yeye kukaribia kuwa karibu na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tumwombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atujalie tuwe ni wenye kufanya mambo yanayotukaribisha sisi kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tumwombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atujalie tuwe wepesi kwenye kuendea mambo ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Atujalie tuidiriki siku ya Arafa, na atujalie tuwe ni miongoni mwa wale wenye kufunga katika siku ya Arafa. Tumwombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atujalie wepesi kwa wale waliopewa uwezo, wao ni rahisi kuchinja katika siku hii ya Eid ambayo iko mbele yetu inshallah. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'ala an-nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim, وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الكرام أمير المؤمنين سيدنا أبي بكر الصديق، وأمير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب، وأمير المؤمنين سيدنا عثمان بن عفان، وأمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب، وعن 6 الباقين المبشرين بالجنة، وعن المهاجرين والأنصار إلى يوم الدين. اللهم اغفر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب دعوات، ويا قاضي الحاجات. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.